Kulikuwa na kijiji kimoja kilichozungukwa na milima mirefu na misitu yenye kivuli kizito hata mchana. Kijiji hicho kiliitwa Nguvu Moja. Hapo watu waliishi kwa amani na mshikamano, lakini kila mtu alijua kuwa kulikuwa na sheria moja isiyovunjwa kamwe: usitoke nje baada ya saa 2 usiku. Ilisemekana kuwa kila baada ya muda fulani kuna usiku mmoja ambapo giza huwa nene kupita kawaida. Usiku huo mbingu huwa nzito kana kwamba imejaa roho za waliokufa. Ndani usiku huo viumbe visivyoeleweka hutembea barabarani, huzunguka kwenye paa za nyumba na kugonga milango ya watu. Sio kwamba wanaomba msaada, bali kuwachukua na kuondoka nao na kuwapoteza kabisa, wasionekane kamwe. Jina la usiku huo waliuita usiku wa kifo. Katika familia moja ya kimaskini aliishi kijana mmoja aliyeitwa Juma, mwenye umri wa miaka 15. Juma alipenda kusoma hadithi za ajabu na alikuwa na shauku ya kujua yale ambayo watu walikatazwa kuyajua. Alikuwa akiuliza sana kuhusu usiku wa kifo, lakini kila mtu alikuwa anamkataza. Siku moja alimsikia babu yake akisema kwa sauti ya chini, usiku ule ukifika hata giza lina macho. Kauli hiyo ilimtingisha sana Juma. Alianza kuchunguza zaidi. Alikuwa akienda kwenye nyumba za wazee waliokuwa wanaumwa karibia kufa, akiwauliza maswali ya siri. Mmoja wa wazee hao, aitwaye Mzee Kipande, alimtazama kwa macho ya hofu na kumwambia, ukisikia mlango unagongwa mara 3, usijibu, usitembee, usisogee na kamwe usifungue. Siku zilipita, msimu wa mvua ulianza, giza lilizidi kuwa nene na upepo ulilia mithili ya kilio cha mtoto mchanga. Ndipo usiku huo ukawadia. Ilipofika jioni ya siku hiyo, majira ya saa 2, pakaanza kuwa kimya. Kisha paka wote wa kijiji wakatoweka. Mbwa walianza kulia na kukimbia bila mwelekeo. Kisha mvua ya damu ilianza kunyesha. Juma aliyekuwa anajiandaa kulala alishtushwa na hali hiyo. Akatoka nje kidogo kuangalia. Kulikuwa ni giza tupu. Hakukuwa na mwezi wala nyota. Hata sauti ya upepo ilinyamaza. Juma aliporudi ndani aligundua kitu cha kutisha. Mlango wake alisahau kuufunga. Akakimbia kwenda kuufunga, lakini ghafla mlango ukagongwa mara 3. Mara 3 sahihi kabisa. Alisimama kama sanamu. Mwili wake ulitetemeka. Hakujua afunge mlango au ajifiche. Juma, ilisikika sauti kutoka nje. Juma, ni mimi mama yako. Fungua, kumekucha. Lakini mama yake alikuwa safarini. Alijua hilo. Na sauti hiyo haikupendeza. Ilikuwa nzito, kavu na sauti kama ya mtu anayezungumza akiwa anacheua damu. Juma, usiniache nje mtoto wangu. Juma, ni mimi mama yako. Sauti hiyo iliita kwa kujirudia kwa upole wa kutisha, kama mtu anayelazimisha huruma. Juma alipumua kwa shida. Alikumbuka maneno ya Mzee Kipande, usijibu, usitembee, usisogee na kamwe usifungue mlango. Lakini miguu yake ilianza kutikisika. Mikono yake ilikuwa karibu kushika kitasa cha mlango. Ndipo kitu cha ajabu kilitokea. Dirisha lililokuwa nyuma ya nyumba likafunguka lenyewe, bila upepo, bila mtu. Dirisha hilo lilikuwa limefungwa kwa misumari 2, lakini sasa lilikuwa wazi. Kutoka dirishani aliona kivuli kikubwa, kirefu, kisichoelezeka, kilichokuwa kinasogea polepole. Kivuli hicho kilikuwa kimesimama bila miguu, kama kimesimama juu ya upepo. Kilikuwa na uso wa binadamu, lakini mpana na mrefu. Uso ulikuwa na macho 3, yote mekundu kama makaa ya moto. Kisha kilinena, tunawaona wote mliokuwa macho. Juma alijificha chini ya kitanda. Alijifunika na gunia lililokuwa karibu yake. Alikuwa kimya, lakini moyo wake ulikuwa ukipiga kama ngoma ya vita. Kwa mbali alisikia sauti nyingine, miguu ya watu ikikimbia, milango ikivunjwa na vilio vya watoto. Kisha vilio hivyo vilikata ghafla, kana kwamba walikatwa pumzi za kelele zao. Kitu kikaanza kubisha tena mlangoni kwake, lakini saa hii ilikuwa si pigo la kawaida. Ilikuwa kama kucha ndefu zinachora kwenye mbao. Ndani ya dakika chache kila kitu kilitulia tena. Ukimya wa ajabu ulishuka. Juma alijua kuwa usiku bado haujaisha. Alikaa kimya hadi macho yake yalivyoanza kufumba. Na wakati huo huo aliota ndoto. Ndani ya ndoto hiyo alikutana na mtu mrefu, amevaa mavazi ya rangi ya kijivu. Mtu huyo alimwambia, Juma, umeona kile ambacho wengine walikataa kuamini. Hili giza si la kawaida, ni kisasi cha kale kutoka zama za walioishi kabla ya historia yenu. Wewe ni mmoja kati ya wachache waliopaswa kuamka. Juma alishtuka. Kulikuwa na alama mkononi mwake, alama ya duara lenye macho 3. Kesho yake palipokucha, watu wachache tu ndo walikuwa wamesalimika. Nyumba nyingi zilikuwa tupu. Hakukuwa na ushahidi wowote kwamba watu wale walifanyiwa mauaji, ila kulingana na kelele zilizosikika usiku uliopita, ilithibitisha kwamba watu wale wamechukuliwa katika mazingira ya kutatanisha. Wazee wa kijiji walikusanyika.
wote wakiwa wamevalia nguo nyeusi na kubeba vinyago vya kizamani. Walisema kwa sauti moja, usiku wa giza umetimia na mlango umefunguliwa. Juma alichukuliwa kwa siri hadi kwenye mapango chini ya ardhi. Alifichuliwa ukweli mkubwa. Kuna mlango mmoja mkubwa sana unaitwa mlango mweusi ambao hufunguka kila baada ya miaka 77, na kila mara ulipofunguka roho za watu waliokufa isivyo haki hurudi duniani kuomba haki, lakini kwa njia ya mateso na uchungu. Na sasa Juma ndiye aliyechaguliwa kufunga mlango huu. Kabla haujaleta giza la milele, Juma aliongozwa na wazee 4 wa mila waliokuwa wamevaa mavazi meupe yaliyochorwa na damu ya kuku. Walimpeleka hadi kwenye pango lililopo chini ya mlima Mlangozi, mahali ambapo hata watu wa kawaida hawakuruhusiwa kupatazama kwa macho. Mmoja wao aliyeitwa Mzee Ruzuku alimwangalia Juma na kusema kwa sauti ya ngurumo, kabla hujazaliwa, damu ya ukoo wako iliwahi kufungua mlango huu. Sasa ni jukumu lako kuufunga. Ukishindwa, hata nuru ya jua haitarudi tena duniani. Ndani ya pango kulikuwa na njia moja tu, mchoro mweusi kwenye sakafu ya mawe ulioonyesha alama za kale. Ilibidi Juma apite katikati, na huku akiwa amebeba kigoda chenye rangi nyekundu, kigoda ambacho kimetengenezwa kutoka kwenye mti mmoja tu uliokatwa usiku wa radi na kuanikwa ndani ya miaka 7. Kigoda hiki ndo kitaweza kufunga mlango huo, lakini si rahisi. Utapambana na watembezaji wa giza, wale walioko baina ya maisha na mauti. Juma alipoingia kwenye njia ya pango, kila hatua aliyopiga hewa ilizidi kubadilika, ikawa nzito, yenye harufu ya mifupa iliyooza na damu iliyokauka. Giza lilikuwa nene kupita usiku wa kawaida. Hapa hata fikra zilikuwa zinalia. Juma alisikia sauti kwa mbali, kisha akaanza kuisikia kwa karibu. Ilikuwa sauti ya mtoto anayemlilia mama yake. Kisha akaona kivuli cha msichana mdogo akitembea kuelekea kwake bila miguu. Alikuwa akielea juu ya sakafu. Msichana huyo alizungumza, nisaidie, nimesahaulika, nimekufa bila ya jina. Juma alipumua kwa nguvu. Alitaka kukimbia, lakini miguu yake haikumsikiliza. Moyo wake ukamwambia huyo si mtoto, ni mtego. Aliongeza mwendo, akakimbia ndani zaidi. Mara giza likamezwa na mwanga mwekundu wa moto, na akajikuta ndani ya chumba cha duara. Pale mbele yake mlango mkubwa ulisimama, mlango mrefu wenye madoa meusi, ulichomekwa misumari ya mifupa, na hapo mbele ya mlango kulikuwa na mtu. Mtu huyo alikuwa amevalia nguo ndefu za rangi ya majivu. Uso wake ulikuwa umefunikwa kwa kitambaa chekundu, lakini Juma aliitambua sauti hiyo iliposema, Juma, mwanangu. Ndiyo, ilikuwa ni sauti ya baba yake ambaye alidhani amefariki miaka mingi iliyopita, lakini sasa alikuwa hapa akiwa mlinzi wa mlango mweusi. Juma alilia sana, kisha akaita, baba. Hakuamini alichokiona. Baba yake alitoa sauti nzito kama kengele ya mwisho, nililazimika kutoa roho yangu kuzuia mlango huu usifunguke miaka mingi, lakini sasa nguvu yangu inaisha. Ni wewe sasa unayetakiwa kuufunga, alimwambia Juma. Ili kuufunga mlango huu lazima utoe sadaka ya thamani kubwa, sadaka ambayo hata giza halitameza kirahisi. Juma akauliza, ni sadaka gani hiyo? Baba yake akamkaribia na kumgusa kichwani na kusema, ni ama maisha yako au kumbukumbu zako zote. Ukichagua kuishi, utasahau kila kitu, hata jina lako, hata kwa nini ulikuja hapa. Ukichagua kufa, giza litabaki na wewe. Juma alitetemeka mbele ya mlango mweusi. Moyo wake ulipigana na akili. Hali ya ukimya wa kutisha ulivurugwa na mlio wa vishindo, sauti za mateso na kelele za roho zilizokuwa makati ya dunia na kuzimu. Kisha baba yake alimpigia magoti, akamwambia kwa machozi, mimi nilijitoa kwa miaka mingi, lakini bado giza likarudi. Nilidhani nilitosha kuzuia, lakini sasa wewe ndiye wa mwisho. Juma aliangalia kigoda mkononi mwake. Alikumbuka maisha ya kijijini, nyuso za watu waliopotea usiku uliopita, ndoto zake, mama yake aliyesafiri, na maneno ya mzee Kipande. Usiku huo ukifika, hata giza lina macho. Alichagua kujitoa maisha yake. Akalaza kigoda mbele ya mlango, akaweka mikono juu yake, akasema, naacha mwili wangu, lakini si roho yangu. Dunia iishi. Giza lirudi lilipozaliwa. Mlango ulianza kulia kama ng'ombe aliyekatwa shingo. Ardhi ikapasuka, kuta zikapiga kelele. Kisha mwanga wa dhahabu ukapita juu ya kichwa cha Juma. Roho zilianza kupiga kelele, zikilia kwa maumivu, zikipukutika kama majani wakati wa kiangazi. Mwanga huo ulibeba mwili wa Juma juu juu hadi ulipoingia kwenye mlango. Mlango ukajifunga, ukalia kwa mara ya mwisho, kisha ukatoweka. Kwa sadaka aliyoifanya Juma ya kutoa roho yake, kijiji kinapona, lakini kinasahau kila kitu.
Asubuhi ilipoadia, kijiji cha Nguvu Moja kilikuwa kimya lakini salama. Wakazi waliamka kama kawaida, wakiwa hawana kumbukumbu ya kilichotokea usiku uliopita. Hakuna aliyemkumbuka Juma. Mama yake alirudi kutoka safarini, alikuta nyumba yake ikiwa tupu, lakini moyo wake ukamwambia kuwa mtoto wake alifanya jambo kubwa. Mzee Kipande aliketi kwenye jiwe lake, akitabasamu kwa huzuni, akisema kwa sauti ya mwisho, wachache huzaliwa kwa nuru, lakini wengi husahau kuwa giza halifi, bali hufungwa tu. Miaka 77 baadaye, mtoto mmoja mdogo alikuwa akicheza karibu na mlima. Aligundua duara lenye alama 3 ardhini. Aliangalia kwa macho ya shauku, kisha akasikia sauti ikinong'ona, nisaidie, nimefungwa ndani ya mwanga. Ili kuwa wa kwanza kupata stori za kuvutia na za kusisimua kama hii, subscribe channel yetu DJ Toto Michelle. Like, comment, share kwa support yako. Asante. Mimi naitwa Kali Mzalendo.